Ulimwengu wa roho upo. Nasema ulimwengu wa roho upo. Ulimwengu tunaouona huu tulio nao ni kivuli cha ulimwengu usioonekana. Ulimwengu wa roho upo. Na ukitaka kujua ulimwengu wa roho upo, unaweza ukasikia kama wazo linakwambia amka uombe. Kabla hujaomba unasikia sauti nyingine inakwambia umechoka. Au ni mimi peke yangu huwa nasikia? Ni mimi peke yangu huwa nasikia? Sauti inakwambia funga, lakini nyingine inakwambia inakwambia utafunga kesho. Unaona Kwa hiyo ujue ulimwengu wa roho upo. Sauti nyingine itakwamsha usiku, amka uombe. Nyingine inakwambia ombea hapa kitandani ukiwa umelala. Au mwingine anaamka anabinuka kama serere kitandani, anainama huku na mashuka na mablanketi, anaanza kuomba. Dakika 2, dakika 0 ameisha sinzia. Ulimwengu wa roho upo. Wewe hata kama usiposema amina, utasema amina ukinielewa baadaye. Lakini ujue ulimwengu wa roho upo. Na ulimwengu wa roho, ulimwengu huu tulionao ni kivuli cha ulimwengu wa roho. Unaona? Shughuli zinazotendeka katika ulimwengu wa roho, kuna shughuli nyingi sana zinazoendelea katika ulimwengu wa roho. Unaona? Kwa hiyo mtu anaweza akatekwa. Akishakuwa mateka, huyo mtu anatekwa kiroho, anatekwa kiufahamu, halafu anakuwa chini ya utumwa wa kongwa la shetani. Ndio maana leo unakuta mtu ameokoka lakini hana mwamko wa mambo ya kiroho, hana mwamko wa ibada, hana mwamko wa kufunga, hana mwamko wa kupenda mambo ya kiroho, kwa sababu amekuwa mateka. Leo watu wanakwenda mbinguni kana kwamba wanalazimishwa, kana kwamba wanavutwa, yani mpaka watiwe moyo, halafu ndio achangamke. Nataka nikwambie, kwenda mbinguni ni mpango wa Mungu, ni mpango wa mbingu, ni mpango wa Yesu Kristo ambao ulimleta duniani ili atukomboe, hatimaye twende kwenye ufalme wa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu akishaibiwa anakuwa mateka. Watu hawa ni watu walioibiwa. Leo anaiba hata baraka za watu. Ndio maana unakuta mtu hata kwenye shughuli zake hawezi kuendelea kwa sababu ameibiwa. Amina. Ngoja nitoe miwani tuanane vizuri. Nasema hivi, unakuta leo mtu haendelei pengine kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna mawakala, kuna wajumbe wa shetani, kuna mawakala wa nguvu za giza, kuna wachawi. Amina. Wanaroga mpaka shughuli za watu. Amen. Wanaroga mpaka kazi za watu. Haya ni mambo yanayotendeka katika ulimwengu wa roho. Ndio maana ili ufanikiwe lazima uendee ulimwengu wa roho, uwanyang'anye walichochukua, uendee ulimwengu wa roho, uwapige na kuwateketeza katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu asili ya ushindi wetu ipo katika ulimwengu wa roho. Tukishinda katika ulimwengu wa roho, matokeo tunayaona katika ulimwengu wa mwili. Tukishinda katika ulimwengu wa roho, ukashinda katika ulimwengu wa roho, ukaacha uzembe, ukaacha uchovu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliushinda ulimwengu.
Na kama Yesu aliushinda ulimwengu, lazima na sisi tuushinde ulimwengu. Kwa sababu mtetezi wetu yupo. Yesu yupo, yu hai. Anasubiri umshirikishe, anasubiri umwambie, anasubiri umweleze, anasubiri uongee. Yeye yupo tayari kufanya. Ndio maana maandiko akasema ni watu walioibiwa. Mtu anatekwa, anakuwa mateka. Mateka hana uhuru wa kufanya anavyotaka. Mateka hana uhuru wa kukimbia anavyotaka, kwa sababu yuko chini ya kongwa la utumwa. Ni watu walioibiwa, ni watu waliotekwa, ni watu waliofichwa katika mashimo, wamekamatwa, wamekuwa mawindo, wala hapana asemaye kurudisha. Mtu hana muda hata wa kukaa na kutafakari kwamba maisha yangu zamani nilikuwa hivi, mbona leo niko hivi? Zamani nilikuwa na bidii, mbona leo sina bidii? Zamani nilikuwa napenda maombi, mbona leo sipendi maombi? Mtu anaona kitu cha kawaida, wakati hilo sio jambo la kawaida. Lazima shetani atuachie, lazima ibilisi atuachie, lazima atuachilie kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa leo natoka kwenye gereza, kwenye mashimo, kwenye vifungo. Leo ninatoka kwa jina la Yesu. Shetani, ulichochukua lazima ukiachie, lazima ukiachie, lazima biashara yangu iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Bwana akawa ananisemesha. Nimesumbuka sana na message hii naweza kulikoni. Unakuta watu leo anajua, unashangaa mambo yako hayaendelei. Unashangaa hayaendelei. Watu wanaibiwa hata asili zao. Wanaibiwa. Unashangaa mtu amekuwa na tabia ya ajabu. Ukimuuliza jibu analokupa, utafikiri hajaokoka. Unashangaa ndani ya nyumba kinaumana. Ukimgusa mama, jibu lake. Lakini huyo ni mwanakwaya. Huyo ana huduma kanisani. Huyo tunasifu pamoja. Kwa nini? Lazima tukubali kuishi maisha ya uchaji wa Mungu. Lazima tukubali kuishi maisha matakatifu. Na mtu anaibiwa hata huduma. Jamani, kama kuna uwezo wa kimwili na uwezo wa kiroho upo. Unakuta mtu huduma ilishaibiwa. Sasa unashangaa, anabaki tu alikuwa na huduma nzuri, ile huduma haipo. Ilienda wapi? Anabaki na historia. Yaani mimi nilikuwa mtoaji. Mimi nilikuwa. Usinione hapa. Mimi sikuwa hivi. Ni nani aliyekuroga? Lazima kipawa chako kilichoibiwa lazima kirudi kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima leo kidai katika ulimwengu wa roho. Lazima leo kidai katika jina la Yesu aliye hai. Kwa sababu Mungu anapotupa vipawa, hatupi vipawa ili tuvitumie siku 2, 3. Alitupa talanta tuendelee kuzalisha hata atakaporudi akute tuko tunazalisha, akute tunaendelea mbele. Watu hawa ni walioibiwa. Umeibiwa nini? Umeibiwa kitu gani? Wengine wanaibiwa afya zao. Halafu shetani alivyo akiiba anaweka kibaya. Anaiba uzima, anaweka magonjwa. Unashangaa tu mtu ni mgonjwa. Kila siku ni mgongo, kila siku kifua, kila siku sijui miguu imeenda wapi, sijui nini kibaya. Lazima ukatae, lazima ukatae. Biblia inasema kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni, hilo litang'olewa. Lazima ling'olewe, lazima mapanda yang'olewe.
Anaiba vitu kwenye nafsi, anaweza akaiba katika mwili. Akaiba, maana kazi yake ni mwizi. Na maandiko tumesoma, mwizi haji ila aibe. Kwa anaiba, anachinja, anaiba, anaharibu, anaiba, ndio kazi yake, anaharibu. Shetani hajawa mzuri na hata kwa mzuri hata siku moja. Watu wanafichwa katika magereza ya kiroho, wanafichwa katika ulimwengu wa roho, wanakamatwa. Unashangaa mtu anakuja ibadani anasinzia. Hivi kweli jamani, mama mchungaji, utakuwa nyumbani kwake sasa hivi atakaa lale? Alishaingiwa usikivu, karundikiwa mfumo wa nini? Wa usingizi. Hawataki kujibu. Anawachoa mzigo wa usingizi. Neno linapita, neno linapita, neno linapita.